pametokea kauli ya mtu aliyejitambulisha kwa jina la Captain Tesha, ambaye alikuja na mambo mbalimbali aliyozungumza. Katika makala hii tutajadili alichokizungumza, lakini tutaeleza nini kinapaswa kufanyika kuhusiana na jambo hili. Captain Tesha alizungumza mambo zaidi ya 5, lakini mambo mazito zaidi ambayo aliyazungumza, jambo la kwanza alizungumzia kuhusu kusimamishwa kwa uchaguzi, lakini pia alizungumza kuhusu uchunguzi wa kifo cha Magufuli, na alizungumza kuhusu rasilimali za nchi. Katika mazungumzo yake ipo kauli ambayo ndio imesukuma Mwalimu Nikaibuka kuja na makala hii. Anazungumza na CDF aruhusu jeshi lichukue nchi. Jambo hili halikubaliki. Sasa wakati tunaendelea kujadili na kukumbusha, nitaeleza mambo 3 yanayopaswa kufanyika ili kuweza kushughulika na jambo hili ambalo limetokea. Twende pamoja. Sasa katika mazungumzo hayo nitaeleza kwa nini alichokizungumza bwana huyu Tesha hakikubaliki. Jeshi la Wananchi wa Tanzania, TPDF, ni jeshi ambalo linafahamika kwa uaminifu wake, kwa utiifu na kufuata katiba. Jeshi la Tanzania, Jeshi la Wananchi Tanzania, kamwe huwa halijiingizi kabisa katika masuala ya kisiasa. Kujiingiza katika siasa, si tu anayeshabikia CCM amejiingiza katika siasa, lakini hata anayeshabikia ajenda za vyama vingine naye ameingia katika vyama vya kisiasa. Ofisa wa jeshi Captain Tesha, mimi nikiwa Kanembwa niliwahi kuwa na kiongozi wangu aliyekuwa anaitwa Tesha. Sio Tesha huyu anayezungumza. Tesha ninayemfahamu mimi alikuwa tofauti na Tesha huyu tunayemwona. Huyu ni mwingine. Lakini niliwahi kuwa na pale JKT Kanembwa palikuwa na captain akiitwa Captain Tesha. Mtu safi, mzalendo. Lakini Tesha huyu analeta huyu wa sasa, huyu mpya, yuko tofauti kidogo na yule ambaye tulimfahamu. Ninayemzungumzia mimi sio huyu, ni mwingine, lakini naye alikuwa akiitwa Tesha. Kwa hiyo kumbe si kila Tesha ana tabia za huyu Tesha mpya. Sasa nachojaribu kusema, ofisa wa jeshi kukosoa serikali na kuitisha amri ama kuomba jeshi lichukue nchi, kunaleta mashaka makubwa kabisa. Sasa inaleta mashaka kwamba ni maoni yake yeye peke yake ama ana wenzake, lakini nawahakikishia haya ni maoni ya Tesha mwenyewe. Taeleza huko mbele kwamba ni yeye mwenyewe. Katiba yetu Tanzania inatoa mamlaka ya juu kabisa kwa wananchi na sio jeshi. Katiba yetu inatoa mamlaka makubwa kabisa kwa wananchi na sio jeshi. Kwa hiyo utawala wa kiraia ndio unaokubalika na si utawala wa jeshi. Kuitisha jeshi kuchukua nchi kunaleta changamoto kubwa sana
za kidemokrasia, ni kwenda kinyume na misingi ya kidemokrasia. Tesha anataka kuchonganisha jeshi na serikali, lakini nawahakikishia haya ni maneno ya Tesha peke yake. Kuna malalamiko ambayo yamekuwa yakilalamikiwa kwa muda mrefu. Wananchi wamechoshwa na rushwa, hata katika content ambazo huwa wanatengeneza. Ni kweli kuna malalamiko ya wananchi yapo. Sasa malalamiko haya ya wananchi pengine yanaweza yakamdanganya Tesha kujiona ana haki ya kuzungumza hicho alichozungumza, lakini kuruhusu jeshi kuingilia mamlaka ya kiraia ni jambo la hatari. Na watazamaji wangu, wafuatiliaji wangu, msikubali wala kushangilia jambo hili. Msikilize mwalimu. Serikali kwa sasa inatakiwa ichunguze jambo hili kwa undani, wala isilichukulie juu juu, iliangalie kutoka katika mzizi wake. Lisipuuzwe jambo hili. Lakini kwa kifupi ni kwamba nchi yetu ya Tanzania imekuwa ikisifika sana kwa kuwa na uongozi imara wa kiraia. Nchi zote ambazo unasikia mapinduzi imefanyika, ni kisingizio huwa ni rushwa. Kwa katika nchi kuna rushwa. Niambie ni wapi walikofanya ama utawala gani wa kijeshi uliweza kuondoa rushwa? Kwa hiyo huu ni mtego. Rafiki yangu Mwalimu Google siku zote huwa anashauri, anasema tumefanywa tugombane, tuzozane sisi kwa sisi, ili kikinuka mali zetu ziporwe. Tutakaopoteza ni sisi, na hatuwezi kukubali jambo hili. Sisi wananchi hatuwezi kukubali kupoteza mamlaka yetu makubwa kabisa ambayo tumepewa na katiba. Kwa hivyo kikubwa zaidi sasa ambacho nataka kukieleza ni kwamba anachokieleza Tesha inaleta maswali mengi, inaleta mambo mengi. Sasa hapa kwa mujibu sasa ambapo nilikuahidi kwamba nitazungumzia nini, basi niliahidi kwamba nitaeleza ni nini kitafanyika ama ni nini kitatokea kwa haya ambayo yamefanywa na Tesha, captain huyu. Ninaamini kwa misingi ya Tanzania, kwa namna ninavyoifahamu Tanzania, kwa namna ninavyoifahamu serikali ya Tanzania, mambo matatu lazima yatafanyika. Jeshi linaweza likatangaza, jambo la kwanza, jeshi linaweza likatangaza kuwa hiyo sio kauli ya kuwa kauli ya Tesha sio kauli ya jeshi. Na ni kweli ukimtazama Tesha anavyozungumza ni maoni yake mwenyewe. Yeye mwenyewe kaanza kwa kusema ni maoni yake. Ni maoni yake mwenyewe anayatoa. Kwa hiyo ile ni kauli ya Tesha. Lazima jeshi litaweka wazi, ama kama halitaweka wazi lakini ifahamike kwamba yale ni maoni ya Tesha kulingana na jinsi anavyozungumza Tesha. Na Tesha alijiandaa kwa maoni yake, kwa sababu anapozungumza Tesha anasoma, maana alijiandaa, aliandika. Kwa hivyo ile ni kauli ya Tesha mwenyewe. Wananchi, na mimi nashauri hapo katika hiyo kauli ya kwanza litakalofanyika, na washauri wananchi wajifunze kuiwajibisha serikali kidemokrasia. Njia hizi hazifai. Na wafuatiliaji wangu mtaniunga mkono katika komenti kuhusiana na haya ninayosema. Jambo la pili litakalofanyika ili kuzuia kutokea kwa mambo kama haya, lazima patakuwa na utaratibu maalum
katika jeshi. Watakumbushana, watakaa vikao, watapeana somo, watapeana darasa. Kumbuka jeshi la Tanzania linasifika kwa sifa zake. Matatizo haya madogo madogo ni kama mawe madogo yanayoigonga gonga meli, lazima pia yaweze kutazamwa. Lakini naamini kwa mujibu wa taratibu za Tanzania na utaratibu wetu, lazima Tesha atakamatwa ili aweze kutoa mawili matatu, ili aweze kutoa ushauri wake vizuri kabisa. Sasa kikubwa ambacho naweza kukieleza hapa ni kwamba Tesha kwa alichokifanya lazima ana kitu cha kujibu. Pengine anaweza akaondoka, ama alishaondoka. Pengine anaweza akaondolewa kazini, ama pengine anaweza akaitwa katika court martial, ama pengine anaweza akaitwa aeleze zaidi. Nachokisema ni kwamba kama tunajadili rushwa, kama tunajadili kifo cha Magufuli, kama tunajadili uchaguzi, siku zote tujadili kwa kutumia njia zingine zote, usihusishe jeshi. Kikubwa zaidi ambacho najaribu kushauri ni kwamba Watanzania tusiruhusu kugombana wenyewe kwa wenyewe. Tusiruhusu masuala haya yakaondolea utaratibu wetu wa siku zote. Kongo wana nini? Ni nini kinafanyika Kongo? Rwanda inaendelea leo hii kwa sababu walishaacha masuala ya vita, masuala ya kugombana, wameamua kuchagua utawala wa kiraia. Kwa hivyo naomba komenti za kujenga nchi, naomba komenti za kuhamasisha amani. Asanteni sana, tutakutana tena siku nyingine. Watazamaji wangu walinipigia simu, hii content ilikuwa sijaiona, walinipigia simu wakaniambia, mwalimu, tunaomba uzungumze. Kwa hiyo nikapata kwanza kusikiliza na nimekuja maoni yangu. Kwa hiyo watazamaji wangu, wafuatiliaji wangu, subscriber wangu, tumekuwa pamoja muda mrefu, wengine ni wanafunzi wangu, msikilize mwalimu. Utawala wa kiraia ndio msingi wa maendeleo nchini Tanzania. Tesha ni kauli yake yeye peke yake, si kauli ya jeshi. Asanteni sana, mengine serikali itamalizia.